kanisa la Kristo linadhihirishwa pamoja na mambo haya manne ambayo nimeshasema. Moja, kwamba waumini wake ni wako pamoja. Swala la umoja kwa kanisa ni jambo la msingi ambalo tunahitaji kuomba Bwana atusaidie wakati wote tujenge umoja wa kanisa na tupambane kwenda mbele tukiwa pamoja katika ibada, katika maombi, katika kila jambo, kwa sababu Bwana atakuwa pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini la pili nimesema ni tunahitaji kanisa ama waamini walio na fellowship, walio na ushirika. Lakini la tatu nimesema ni kanisa ama waamini walio na huruma kwa wahitaji, kuwahurumia maskini. Na mwisho nimesema hilo ibada. Daudi mfalme wa Israeli akafanya agano huko Hebroni mbele za Bwana, hao wakamtia Daudi mafuta. Daudi alikuwa hodari wa vita, alimpiga Goliati. Unapaswa usimame imara. Omba usichoke, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Simama imara, omba usichoke, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Maana ni wewe utakayewarithisha watu wa nchi niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa. Maana ni Yesu, wewe ni mzee wa siku. Bwana Yesu, na unatawala mbinguni na unatawala duniani. Watoto wako tuko tayari kwa ajili ya kula mezani kwako kupitia mtumishi wako, neno ambalo umempa kwa ajili yetu sote siku ya leo. Baba, naomba ukatupe utulivu ndani ya masikio ya kiroho Baba yetu wa mbinguni, ili tuweze kupata kula, kunywa na kushiba neno lako la uzima. Baba, tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Katika Matendo sura ya 2 mstari wa 43 mpaka 47, Biblia inasema, naomba nirudie kusoma tena. Kila mtu akaingiwa na hofu, ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume, na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo, na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba, na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wanafanya nini? Wanaokolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni katika aya ambayo tumesoma, nilitaka tuangalie ama kutafakari mambo machache au mambo kadhaa ambayo yanadhihirisha kanisa la Kristo. Tusizungumze kanisa katika ujumla. Tukisema kanisa tunamaanisha watu waliomwamini Yesu Kristo, wale waliompokea Kristo na wakafanyika watoto wa Mungu. Hawa watoto wa Mungu ndio wanaoitwa kanisa, wanaoitwa wateule wa Mungu. Hawa ndio wanaitwa watakatifu, watu waliotakaswa, watu waliosafishwa kwa damu, kwa njia ya Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wote walioamini walikuwa mahali pamoja. Tunapozungumza mambo yanayodhihirisha ya kwamba hili ni kanisa, anasema kwamba kanisa au waumini wake ni wale walio pamoja, wale wanaoungwa pamoja kuwa wamoja. Kanisa ni la watu waliounganishwa
kuitwa kwa utume wa Mungu kwa njia ya Kristo, kwa sababu Biblia anasema katika Injili ya Yohana 1:12 kwamba wale wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana. Kwa hiyo hawa wote waliompokea Kristo wakapewa nafasi ya kuathiriwa katika jamaa ya Mungu, wanaoitwa sasa kanisa. Wanapaswa kuwa wamoja, kanisa. Ndio maana Yesu alipokuwa akiomba katika Injili ya Yohana sura ya 17 mstari wa 11, naomba mmoja anisomee pale. Wala mimi simo tena, anasema wala mimi simo tena ulimwenguni. Lakini hawa wamo ulimwenguni. Nami naja kwako. Haya ni sala ya Bwana Yesu. Sala ya Bwana Yesu anasema na Baba yake juu ya wanafunzi wake. Hawa wamo ulimwenguni. Baba mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa, uwalinde hawa ili wawe na umoja, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Yesu anazungumza hapa ni nini? Yesu anaweka mkazo katika maombezi yake. Anataka kanisa, anataka waamini wale wanaompokea Kristo, wale waliosamehewa, waliowateule wa Mungu, wawe wamoja, wawe kitu kimoja, walindwe na yule mwovu. Anaomba walindwe. Ndio maana Zaburi ya 133 inasema hivi, tazama ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja. Kwa namna gani? Kwa umoja. Tujitie moyo kanisa la Kibada kuwa kanisa linalopenda kuishi pamoja, kufanya mambo pamoja, kutenda mambo pamoja, kupanga mambo pamoja. Tutakwenda mbali sana. Lakini jambo la pili ambalo naona hapa, kanisa au waumini walio na ushirika, kwenye sura ya kwanza 14 amezungumzia kitu inaitwa fellowship ya kanisa. Naomba nisomee hiyo 1:14 Matendo ile. Hebu rudia tena, anasemaje? Hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja. Katika kusali. Pamoja nao wanawake na Mariamu mama yake Yesu. Hawa wanatajwa wanawake walioingia katika grupu hilo la watu wale. Na nini maana hawa waliokolewa, hawa waliokutana na Mungu, hawa waliomkutana pamoja na Bwana Yesu, walidumu kwa moyo mmoja, wakidumu katika kusali. Tendo la ibada, tendo la ushirika wa watu. Inaweza kuwa ni katikati ya juma au katikati ya siku za wiki. Watu hawa walidumu kwa pamoja, akina Mariamu na Magdalena pamoja na akina Bartholomayo na wengine walikuwa pamoja katika maana ya fellowship, ushirika wa pamoja. Hii tunazungumzia fellowship. Tunapozungumzia Jumatano maombi, tunapozungumzia Alhamisi maombi, tunapozungumzia juma ngapi, Ijumaa, tunatafuta ile inaitwa ushirika wa kiroho wa kumtukuza Mungu pamoja, mbali na ibada ya Jumapili, ile fellowship. Bwana Yesu asifiwe. Tunatafuta ile fellowship, nafasi ya sisi kushiriki na Bwana pamoja, ile fellowship yetu na Bwana. Unajua hiyo ndio kitu ya msingi sana. Kanisa moja liko pamoja, lakini lina wakati wa fellowship, lina wakati wa pamoja ushirika. Katika moja ya mambo ambayo kanisa la kwanza lilifaulu ni fellowship. Tena utaona mahali pengine wamezungumza nyumba kwa nyumba. Hebu tujaribu kuipractice hiyo, watu wa Kibada. Tumepata na hii mobile hapa sasa. Tutenge basi Jumapili kadhaa, tukitoka tunabeba kamoja hapo, tunakwenda nyumba moja hiyo, nyumba nyingine hiyo. Kanisa na jambo la tatu, kanisa waumini wanaoweza kuhurumia maskini. Tusome mstari wangapi ule anasema? Msomaji, umefika wangapi we?
Soma hiyo. Mstari wa 45, wakiuza mali zao na vitu vyao. Anasema wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo. Na vitu vyao walivyokuwa navyo, na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Kanisa hilo lenye huruma, moyo wa kuhurumia, anataja hilo ni moja ya jambo ambalo linadhihirisha bayana, kwa sababu kwingineko kote vikundi vinginevyo vyote vinaweza visiwe na huruma hiyo, vinaweza visione hiyo. Kwa hiyo mambo hayawezi kwenda hivyo hata kidogo, lakini kwa kanisa ambalo ni la Kristo liko na moyo huo. Kanisa la kwanza likawa na hiyo, wakauza mali zao na vitu vyao, wakamgawia kila mmoja kwa kadiri alivyokuwa muhitaji. Bwana Yesu asifiwe. La nne, kanisa au waamini wanaodumu katika ibada. Katika mstari wa 45, tunarudi pale 45. Ibada ile ya kwanza tulizungumza, ya pili ama ya ngapi tulizungumza? Tulisema fellowship. Nimesema umoja wa kanisa unadhihirisha ya kwamba sisi ni kanisa la Kristo, lakini nimesema la pili ni fellowship. Tunahitaji muda kufellowship pamoja na Bwana, kushiriki pamoja katika Bwana kwa ajili ya mambo kadha wa kadha ya ibada na kumwabudu Mungu. La tatu nimesema wa kanisa ama waumini wanaohurumia wahitaji au maskini. Nimesema la tatu hilo. La nne, tafadhali. Na 6. Na siku zote kwa moyo mmoja. Siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu. Walidumu ndani ya hekalu. Wakimega mkate nyumba kwa nyumba. Wakimega mkate nyumba kwa nyumba. Na kushiriki chakula chao kwa furaha. Kwa furaha. Moja ya jambo linalodhihirisha kwamba hawa ni kanisa la Kristo kweli kweli, ni waamini wale wanaodumu katika tendo la ibada. Sasa hapa ndio mtima mkubwa wa kanisa kwenye swala za ibada. Unajua, tunaokolewa na Mungu, tunarehemiwa na kusamehewa dhambi zetu na Mungu. Anakusanya kundi la watu wateule watakaokuwa wakimwabudu, wakimfanyia ibada Mungu. Na kanisa hili la kwanza likadumu kwa moyo mmoja katika ndani ya hekalu takatifu. Wakadumu ndani ya hekalu takatifu. Huko hekaluni walikuwa wanafanya nini? Ibada. Muombe Mungu akusaidie uwe mtu wa ibada. Ibada haina mbadala. Lazima wale walio kanisa wanaitambua, wanaithamini ibada na wanatekeleza ibada kwa sababu Mungu wa mbingu na nchi anataka ibada kutoka kwetu. Anataka tumwabudu Mungu. Si kama mnanielewa ninachosema jamani, Kanisa, mnanielewa? Ibada. Kwenye ibada usifanye mchezo. Ongeza bidii. Ongeza juhudi. Uondoshe hayo madhaifu. Wakati mwingine ibada inakuja kwa mgao kama umeme wa TANESCO. Unagawa hii wiki ingine hivi, nilienda wapi sisi, nimefanyaje? Mwachie Mungu nafasi ya ibada. Hawa walidumu kwa moyo mmoja katika hekalu na wakafanya mambo kadha wa kadha ndani. Huko ndani ya ibada kuna ibada nyingi. Sasa moja ya ibada inatajwa, ilikuwa ibada ya kumega mikate, ushirika mtakatifu. Ianzie moyoni mwa ada ya kweli, ianzie moyoni mwa ibada ya kweli, ianzie moyoni mwa wa kumwambia Bwana, ni wakati wa kumwambia asa, ni wakati wa kumwambia Bwana, ni wakati wa kumwambia asante. Niseme hivi, kanisa la Kristo linadhihirishwa
pamoja na mambo haya manne ambayo nimeshasema. Moja, kwamba waumini wake ni wako pamoja. Swala la umoja kwa kanisa ni jambo la msingi ambalo tunahitaji kuomba Bwana atusaidie wakati wote tujenge umoja wa kanisa na tupambane kwenda mbele tukiwa pamoja katika ibada, katika maombi, katika kila jambo, kwa sababu Bwana atakuwa pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini la pili nimesema ni tunahitaji kanisa ama waamini walio na fellowship, walio na ushirika. Lazima tuongeze kazi ya sisi kushiriki kwa pamoja katika fellowship. Namaanisha fellowship. Bwana Yesu asifiwe sana. Iongezeke nguvu ya fellowship katika kanisa ili Bwana aweze kuwa pamoja na sisi. Lakini la tatu nimesema ni kanisa ama waamini walio na huruma kwa wahitaji, kuwahurumia maskini. Ametaja hilo na nimetaja misali ile na namna anavyotuambia maneno mazito kuhusu swala zima la kuwahurumia maskini. Ni moja ya jambo ambalo yanadhihirisha bayana ya kwamba sisi si kama vyama vingine. Sisi ni kanisa lenye huruma ya Mungu linaloweza kujali uhitaji wa mambo mbalimbali katikati ya jamii ya waamini. Ibada, niwatie moyo sana watu wa Mungu, tuongezeni bidii ya kumwabudu Mungu. Na kwa kweli mnanifurahisha. Saa nyingine mnachelewa tu kidogo, mnanifurahisha. Na wewe hodari mwana wa Mungu, kuwa ni mkuu. Nanyi ni hodari, enyi watu wote wa nchi. Mkafanya kazi kwa kuwa mimi ni pamoja nanyi, asema Bwana wa majeshi. Usichoke.